Tupa vitu vya bure. Wewe tunaishi bure, kwenye ardhi tunatembea bure, pasina kitu chochote ambacho tumekitoa. Shida ulionayo ni ndogo. Ukiwa na matatizo, ukiwa na shida, umelemewa na mizigo, una matatizo, una magonjwa, una shida, una matatizo ambayo yamekusumbua miaka mingi, umelemewa na matatizo, familia imekutenga, umeshindwa hata pa kugusa, lakini Yesu anasema kwamba njoo kwake naye atakupumzisha. Acha kwanza nisome Biblia hapa. Inasema kwenye kitabu cha Mathayo ile sura 11 mstari wa 28, Biblia inasema, njoo kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa sababu anasema kabla hajakuumba alikuona na alikujua. Kwa hiyo Bwana anakuona, Bwana anakuita utoke. Acha kujihisi kana kwamba uko peke yako. Hapo ulipo Bwana anakuona, anaona shida unazozipitia, aidha ni kwenye familia, aidha umetengwa na familia, yote ambayo umeguswa, umekutana na matatizo. Bwana anakuita, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na matatizo, atawapumzisha. Kwa hiyo pumziko letu ni Yesu Kristo. Haleluya! Sehemu letu unaweza ukashangilia ukasema amani imepatikana ndani ya moyo. Hebu muamini Kristo sasa ili aweze kutawala maisha yako. Muamini Bwana ili aweze kutawala maisha yako. Mpendwa unayenisikiliza, hebu muamini Bwana. Ndugu unayenisikiliza, hebu muamini Bwana, kwa sababu Bwana anasema nawe sasa. Anamalizia kusema tu haleluya. Kwa hiyo Mungu anaona machozi yetu tunayoyalia. Mungu anaona machozi unayoyalia. Mungu anaona shida unazozipitia. Sio kwamba haoni, sio kwamba hakutazami. Ni wewe tu ndio umejitenga na uso wa Mungu. Mungu anakutazama, amekusubiria useme neno, amekusubiria Baba usituke, amekusubiria usituke uangalie, ufumbue macho, amekusubiria useme neno. Bwana Yesu asifiwe. Amekusubiria uamke, amekusubiria ufumbue macho. Ni wewe tu kuwa na kitezi kimoja, ukaamka ukamwambia Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Haleluya! Kumbe Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Kwa hiyo Baba uliyevunjika moyo, Bwana anaacha nawe, anahitaji aseme nawe jioni ya leo, anahitaji akufungue, akufariji, anahitaji akuponye, akutoe kwenye shida, akutoe kwenye machozi, akutoe kwenye matatizo. Hebu muamini Kristo, kwa sababu Bwana ndiye anayekuumba, Bwana ndiye anayekutazama. Acha kujificha, acha toka huko uliko. Hebu mwambie Bwana, niko hapa sasa, niko hapa mtumishi wako. Akatawala kwenye familia yako, na akatawala kwenye ndoa yako, na akatawala kwenye shida zako, na akatawala, kwa sababu yeye ndiye mfariji. Anasema kwenye kitabu cha Zaburi, anasema Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka roho huwaokoa. Anahitaji upondeke roho, anahitaji ujishushe sasa, umkabidhi Bwana maisha yako ili atawale. Haleluya! Anamalizia kwa kusema hapa, ndiye anayeweza kubadilisha huzuni na kuwa furaha. Kwa hiyo Yesu anaweza kubadilisha huzuni na kuwa furaha. Hakuna mtu ambaye anaweza kubadilisha huzuni yako Baba. Watu watakuchanganya, utakimbilia kwa waganga, na waganga watakupotosha, watakula mali zako, watakula vitu ulivyo navyo. Waganga watakusaidia, ndugu watakusaidia, marafiki watakusaidia, bali watakusaliti. Wale walioamini watakusaidia. Lakini leo jioni leo, hebu muamini Bwana, umkabidhi Bwana maisha yako, aseme nawe jioni leo. Ninaamini kwamba Bwana atakuponya magonjwa ulionayo, hata kama uko hospitalini, hata kama uko nyumbani. Ni kitendo tu cha kumwamini Bwana, ukasema Bwana niponye sasa, nimeamini. Haleluya! Kwa sababu yeye Bwana ukimwamini hataweza kuangusha hata siku moja, kwa sababu yeye ni nguzo yetu na yeye ndiye anayetufariji. Namalizia kwa kusema usichoke, tuko pamoja tunajifunza. Namalizia kwa kusema mpe Bwana mizigo yako ulionayo. Mpe Bwana mizigo ulionayo. Mizigo ulionayo yote mpe Bwana. Hebu acha kuwatusha wanadamu, acha kulalamika, acha kushinda ukihangaika. Unampelekea ndugu shida yako, unampelekea jirani, unampelekea mganga. Ni kwamba unajichosha. Watu hawezi kukusaidia, lakini Bwana kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu.
Kwa hiyo Bwana hujishughulisha sana na mambo yetu. Kwa hiyo sisi ndio hatuoni, lakini yeye hujishughulisha na mambo yetu. Kwanza ametupatia pumzi ya bure, ametupa vitu vya bure. Kwa hiyo tunaishi bure, kwenye ardhi tunatembea bure, pasina kitu chochote ambacho tumekitoa. Shida ulionayo ni ndogo. Mwamini Bwana tawale kwenye maisha yako. Anaendelea kusema Mungu ana mpango mwema juu ya maisha yako. Mungu ana mpango mwema juu ya maisha yako baba. Mungu ana mpango mzuri juu ya familia yako. Mungu ana mpango mzuri kabisa juu ya ndoa yako, juu ya familia yako, juu ya matatizo yako. Anasema kwenye kitabu hapa cha Yeremia, nitamalizia mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu zote, siku za mwisho. Kwa hiyo Bwana naona mawazo tulionayo. Mawazo tulionayo Bwana anayaona. Bwana hutuwazia mema. Bwana anahitaji tuishi maisha mema. Bwana anahitaji tuishi maisha matakatifu. Bwana anahitaji tumjue yeye, tumtegemee yeye, kwa sababu yeye ndiye anayetuumba. Acha kujihisi umetupwa, acha kujihisi hauna Mungu, kwa sababu Mungu yu karibu na anahitaji kukusaidia. Kwa hiyo leo naweza nikasema kwamba fungua moyo wako, hebu mkabidhi Bwana maisha yako, atawale, aseme nawe katika jioni ya leo, asubuhi ya leo, mchana wa leo, aseme nawe, na Bwana mbinguni atakubariki. Ninao watumishi wa Mungu. Kwa hiyo sehemu yoyote, mazingira yote utakapokuwa na shida, wewe ni mgonjwa, umelemewa mama na matatizo, unazo shida, hebu andika hapo kwenye message hapo, andika. Wako watumishi wa Mungu watakusaidia kukuombea, watakusaidia maombi, watakusaidia hata mawazo nalo ni fafanuzi ya tatizo lako. Watakusaidia mawazo, watakuombea na ukufariji. Kwa hiyo niseme jioni leo kwamba barikiwa sana kwa neno la Mungu. Tutakuwa tukijifunza kila siku. Amena. Amen.